alitoka kwake moja kwa moja akaja mpaka ofisini kwangu. Alipokuja ofisini kwangu, kwa sababu alikuwa akishapewa maelekezo na mke kwamba fundi anapatikana sehemu fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni noma sana, akaja ofisini kwangu, fujo, chukua vitambaa, wewe hapana unatembea na mke wangu. Kwa ni vitu ambavyo vitu vilikuwa ni vingi aisee mno. Nilipomwambia simjui, kumbe mkeo alikuwa yupo pembeni. Kwa hiyo ikabidi amlete. Bwana, mbona fundi hakujui? Na yeye ananiambia kwamba ndo fundi huyo. Sasa alipomleta mimi ndo nikamjua kwa sura, ila kwa jina alikuwa sijamjua. Kwa hiyo mtiti ulianzia hapo. Nyie kutakuwa kuna jambo lenu tofauti na ufundi. Kwa sababu kwa nini ulisema umjui? Baada ya kujitokeza ukao unasema unamjua. Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa Nyayo TV, ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. Bwana, leo tuko zetu kitaa na tupo hapa mtaani tukiwa tunazungumza na baadhi ya watu ambao wapo kitaa kuhusu mambo mengi ambayo yanaendelea kwa kitaa. Sasa tupo na mgeni wetu, ni vyema kabaki kwenye kipindi chetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uone kwamba tunazungumzia kitu gani. Bwana, mambo vipi? Bwana fresh, inakuaje ndio? Fresh kabisa kama kawaida. Bwana, harakati zinasonga? Bwana, namshukuru Mungu mambo yanaenda vizuri. Mdogo mdogo. Bwana, Mungu anasaidia ise. Bwana, ningependa uwaambie watazamaji wa YouTube channel yetu ipendwa Nyayo TV, wewe ni nani kwa kifupi? Mimi ni fundi wa kushona nguo za kike pamoja na za kiume. Kwa majina yako? Kwa majina naitwa Lamia. Natokea pande za Saku Mwisho. Bwana, wewe umesema kwamba ni fundi. Mara nyingi kuna kasumba ile ya kusema kwamba mafundi wengi ambao wanashona wanajigawagawa kwamba fundi huyu anashona nguo za kike, fundi huyu anashona nguo za kiume. Ni kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi kushona nguo zote za pande zote mbili, kwamba kike na kiume? Kiukweli mwanzo nilikuwa nashona nguo za kiume tupu, lakini kutokana na sehemu kuwepo nikaona hapana, nibadilishe na nguo za kike kwa sababu ni nguo ambazo nipendwa, wanawake ni watu wa kuvaa nguo kila siku. Kwa hiyo kanivutia niwe na shona nguo za kike pamoja na za kiume. Kwa sababu nguo yote akija mtoto wa kike unashona, akija kiume unashona. Bila shaka. Kazi yako ina faida kwa namna moja au nyingine? Namshukuru Mungu toka nilipotoka na nipo sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu ni tofauti. Na matunda naona kwa sababu nina mwaka mmoja, lakini kuna baadhi ya vitu namshukuru Mungu imenisaidia kwa kupitia kazi hii ninayofanya. Watu ambao wanazungumzia kwamba kazi fulani ni kazi ambayo ya kawaida ni kwa upande wao, lakini kwa namna moja au nyingine inaleta manufaa kidogo. Kwa upande wangu ni kazi bora, na mwanzo nilikuwa sijaona, mimi nilikuwa nasikia maneno hivyo hivyo kwamba kazi ya kushona kwa asilimia nyingi walikuwa wanahusisha watu wa kike. Lakini kwa mimi na mimi mwanzo niliona hivyo hivyo, ila naamini kwa kazi hii utakavyofanya kazi yako ndio itakavyokulipa. Bwana, katika mazungumzo yetu, kabla sijazungumza na wewe, nilipita kidogo mitaani nikajaribu kuulizia, akaanza kusema kwamba nyie mafundi ambao mnahusisha kushona nguo za watu kwa namna moja au nyingine, jamii inawahusisha nyie kuvunja ndoa na mahusiano ya watu. Kwanza ningependa kujua jambo hili lina ukweli kwa namna moja au nyingine, na kama lina ukweli unalizungumziaje? Cha kwanza, kwa mambo anayozungumza binafsi watu ni ngumu sana majambo yao kuyahukumu kwa sababu ni maoni yao binafsi, ila kiukweli hiyo naweza nikasema hicho ni kitu ni hapana. Kwa upande wangu mimi zinakujaga mambo kama hayo, watu wanazungumza bwana pale siende kwa fundi wa kiume utendaje mtoto wa kike, inakuwa ni ngumu kweli kwa mwanzo, lakini kutokana na unavyofanya kazi yako basi watu wanakupokea hivyo hivyo. Na unaambiaje jamii kuhusu hilo swala ambalo wanakuwa wanawaweka nyie kwenye kundi ambalo inaonekana kwamba mnaongoza sana kuvunja mahusiano? Unaiambiaje jamii? Jamii ni kwamba kitu kwanza ni hapana. Hii ni kazi kama kazi nyingine, ila kadri utakavyofanya kazi yako ndo matokeo yako utakayoyapata. Kuna baadhi inawezekana na tabia hizo na ndio maana watu wakachukulia hivyo, ila kwa sisi binafsi, kwa sababu kuna wengi najua ambao wanashona na wanafanya kazi hii, sijawahi kusikia kwamba bwana huyu katembea na huyu, ukiachana hizo fununu ambazo wanazitoa wao. Kuna imani kwa upande wangu ni kitu ambacho ni hakipo. Wawe na amani. Fundi anasema kama fundi anashona, ukiona kafanya hicho kitu ni tabia yake, ila sio kwa sababu ni fundi kushona. Na kuanzia mnaanza kufanya kazi hii ambayo wewe unaifanya kwa namna moja au nyingine,
Na kwenye hii kazi ambayo unaifanya kwa muda ambao umeifanya mpaka sasa hivi, ni jambo gani ambalo lilitokea wewe ukasema kwa namna moja, ukafikiria kwa namna moja kuacha moja kwa moja kazi hii ambayo unafanya? Ni changamoto ipi ambayo imekupelekea, kwa mfano kama umekwisha kukutana nayo? Changamoto zipo nyingi katika hii kazi. Changamoto ya kwanza ambayo ishai kukutana nayo nikasema hii kazi ni hapana. Ni ya kwanza, aliwahi kuja mteja mmoja ambao ni wa kike, akaniletea kitambaa chake, akaja pamoja na mtindo, bwana nitengenezee mtindo huu. Baadaye kuniletea ule mtindo, sasa aliongea kitu ambacho kilikuwa kwenye akili yake lakini hakipo kwenye picha. Kwa baadaye kutengeneza nguo akaniambia bwana mtindo hapana, ule unitengenezea sio ule nilikuwa nafikiria. Kwa hiyo ilikuwa ni tofauti. Kwa hiyo ikanilazimu nilipe hicho kitambaa. Aliyakuwa mwanzo aliongea hivyo, ila kwa sababu ilikuwa hakuna picha, ni maongezi tuliongea, ikanibidi niingie gharama tena kununua kitambaa. Kwa ni kitu ambacho kilini affect sana mpaka leo bado naikumbuka. Pole sana. Asante. Na jambo lingine lolote ambalo unakumbuka kwamba kazi hii ishawahi kukuletea, hamna mtu ambaye yoyote ambaye alishawahi kuja hapa akakuletea noma kwa namna moja au nyingine, aidha iwe mahusiano iwe kwa namna yote, lakini akaleta noma kabisa, yani noma kabisa, ngondo kabisa? Noma nyingine ambayo inatokea ipo nishawahi kukaa na kuna binti moja alikuja, siwezi kukamtaja kwa jina, lakini alikuja kwangu, bwana nishonee nguo hii, nikamshonea, ila kwa sababu kuna muda ambao mimi sifungui, ikabidi nichukue namba yake ya simu. Baadaye kuchukua namba yake ya simu, hajamwambia mume kwamba naenda kwa fundi. Akaniletea nguo, nikatengeneza nguo, baadaye kuwa tayari ikabidi nimpigie simu, bwana ile nguo tayari. Sasa jina alikuwa hajasave kwamba fundi, mimi kasave fundi tu. Kwa hiyo ni changamoto ambayo jamaa alitoka kwake moja kwa moja akaja mpaka ofisini kwangu. Alipokuja ofisini kwangu, kwa sababu alikuwa kashapewa maelekezo na mke kwamba fundi anapatikana sehemu fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni noma sana, akaja ofisini kwangu, fujo, chukua vitambaa, wewe hapana unatembea na mke wangu. Kwa ni vitu ambavyo vitu vilikuwa ni vingi aisee mno. Nashukuru baadaye watu kwa sababu wananitambua na tabia yangu, wakaweza kusolve hilo jambo mpaka likaisha, na mpaka sasa hivi akaamini kweli mimi sipo huko, ni kwa kwenye kushona tu binafsi. Na hiyo incident unaweza ukaielezea kwa namna gani? Maana hapo umetuelezea juu kwamba alikuja akachukua vitambaa. Hebu tuelezee hiyo incident ambayo kuanzia namna anakuja, anaingia, anachukua hiyo vitu, ili kwaje? Cha kwanza alikuja kama kawaida, alikuta mimi nilikuwa nashona, nilikuwa naendelea na kazi zangu kama kawaida. Baadaye akuja akauliza, bwana wewe unaitwa nani? Nikamtajia jina la ufundi, bwana mimi naitwa Lamia. Asema kuna mtu namtambua, akamtaja kwa jina. Sasa kwa sababu wateja ni wengi wanaokuja, anashindwa kutambua kwamba huyu mteja wangu jina anaitwa nani. Imradi tu nikimwona najua bwana ni mteja wangu. Akanitajia, nikamwambia hapana, simtambui. Huyu mtu simkumbuki. Nilipomwambia simjui, kumbe mkeo alikuwa yupo pembeni. Kwa hiyo ikabidi amlete. Bwana mbona fundi hakujui, na yeye ananiambia kwamba ndo fundi huyo. Sasa alipomleta mimi ndo nikamjua kwa sura, ila kwa jina alikuwa sijamjua. Kwa hiyo mtiti ulianzia hapo. Nyie kutakuwa kuna jambo lenu tofauti na ufundi. Kwa sababu kwa nini ulisema umjui? Baadaye kujitokeza ukao unasema unamjua. Nikamwambia kwamba mimi huyu nilikuwa namjua kwa sura ila sio kwa jina. Kwa hiyo ilikuwa ni mtiti vibaya mno. Kwa alipokuja hapo mambo yakawa ni mengi mno, kama hivi, bwana hapana wewe utakuwa unatembea mke wangu. Kazi yako sio ufundi, unatembea mke wangu. Na kwa nini uchukue namba yake, hajakuwa umeweka ofisi? Nikamwambia hii namba nichukua kwa sababu kuharakisha na kuweka uwepesi wa kumpata, na yeye pia kunipata pindi atakapokuja ofisini kwangu na asiponikuta. Na pia alinipa namba kwa sababu nikimaliza kazi yangu niwe nampigia simu kuja kuchukua. Basi ndio hivyo, kitu kilikuwa ni kikubwa sana, ila baadaye kumuelekeza na watu walikuja wakamuelekeza kuhusu tabia yangu, akanielewa mpaka leo fresh. Ukiachana na incident hiyo, hamna siku nyingine ambapo mtu mwingine alikuja hapa zikapigwa hata na ngumi kabisa hapa, ikapakaa pakaliki kabisa hapa kwa sababu mambo hayo? Ngome zililika, lakini baadaye kwenye nguo. Yaani ilikuwa ni mtu mwingine tofauti. Alikuja kwa sababu ya deni la nguo. Kwa sababu yeye alipoleta nguo aliamini kwamba mafundi wote kwamba ni wababaifu, kwamba wao wanaweza kapewa hela akala hela na nguo asishone. Kwa hiyo kaja na ile nani kwamba mafundi wote wapo hivyo. Kwa hiyo kweli akaniambia bwana na nguo yangu nataka kushona, akanipa na hela kesh. Akanauliza lini, nikamwambia bwana kesho. Ile kesho mimi nikabidi nimepata dharura kuondoka. Kwa sababu mwanzo alikuja kwamba mafundi wapo hivi, siku ya pili alivyonikuta hajataka kuuliza. Akanishika, baada ya kunishika na mimi nikashindwa kuvumilia, ikabidi tushikane. Kwa hiyo ndo ikawa hivyo. Ikawa noma. Ikawa noma ni kubwa. Ila nashukuru Mungu, baada ya hapo tukaeleshana, na ile nguo ilikuwa nishamaliza tayari, ila alipokuja yeye alijua kwamba ile nguo bado sijamaliza. Pole sana.
Bwana asante sana. Bwana, kwa kuwa kazi hizi zinahusishwa na mambo ya wanawake, bwana, simu hazisumbui sana? Simu zinaita Usiku hasa usiku. Kwa mimi ni hapana. Hapana, mimi simu zangu kwanza, na simu ya ofisi na simu ya kawaida ya kwa hiyo inakuwa mara nyingi ile simu ya kazi na line ya kazi naikaga mchana, ikishafika usiku naenda kulala nakuwa natoa naika nyingine. Ni jambo jema sana. Asante sana. Sasa una jambo lipi la kuzungumza na labda ungependa labda wateja na watu kufahamu zaidi na kuhusu biashara ambayo unakuwa unaifanya? Kuhusu biashara, kwanza uaminifu ni mkubwa. Kuhusu swala kazi yangu, uaminifu ni mkubwa, na pia kwa wale ambao watapendekeza labda kuniona na watapenda kazi yangu, mimi napatikana maeneo ya Saku mwisho, mtaa kwa Mbuya. Na namba zangu za simu ni 0775 90 95 mwisho 20. Narudia tena ni 0775 90 95 mwisho 20. Karibuni sana. Sasa Tanzania atakuwa wamekuelewa. Na unalipi la kuzungumza kwa jamii na watu ambao wanahisi kwamba kazi hii inavunja ndoa na mahusiano, na wengine ambao hawaamini kabisa kwamba mafundi wenyewe wana msemo wao, wanasema kwamba fundi ambaye muaminifu ni kinyozi peke yake? Unalipi la kuiambia jamii na kuwatoa hofu kuhusu ya dhana zao ambazo wanazo wenyewe kichwani mwao wanazitengeneza? Ninachoweza kuambia ni kwamba tabia ina mtu, ila sio kazi. Kwa lezo ya tabia yake ni kwamba na imani hata akitoka kwenye kazi ya ushonaji akija kwenye kazi nyingine pia atakuwa na tabia ile ile. Ila kikubwa ni respect ya kazi, ukiwa na heshima, ukiheshimu kazi yako, kazi inalipa. Ukifanya vizuri, ukiwa mwaminifu, kazi ni nzuri na inalipa. Bwana mtazamaji wa YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV, tulikuwa na ndugu yangu hapa fundi Lamia. Tumezungumza mambo mengi sana, kuanzia sehemu ambapo tumeanzia kipindi chetu mpaka hapa ambapo tunakwenda kumalizia. Kwenye hii interview kuna vingi sana vya kujifunza, hasa namna jamii inavyowachukulia wao kama wahusika namba moja wa kuvunja ndoa na mahusiano ya watu, huku wengine wakisema kwamba mafundi hawa hawaaminiki kwa namna moja au nyingine. Kama nilivyosema hapo awali, jamii inasema kwamba fundi mkweli ni kinyozi peke yake, lakini hawa ndugu zangu wao ukiwapa hela, baada ya muda ukija kuchukua nguo na mambo yanakuwa mengi sana. Bwana, hii ni Nyayo TV. Kama ni mara yako kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.